tenda zetu. Yes, mtazamaji wa JS TV, nimekuwa nikiwajulisha mara kadhaa kuhusiana na tenda zetu ama project ya tenda zetu. Sasa nilisema nitakuwa na wahusika wenyewe, na kwa bahati nzuri leo niko na wakurugenzi wenyewe kabisa wa tenda zetu. So watajitambulisha na watatuambia tenda zetu ni nini kwa undani zaidi, ili basi wewe mfanya biashara uweze kufahamu fursa zilizopo ndani ya tenda zetu ama jinsi ya kupata hizo tenda ambazo zinakuwa zinatokea. Mimi ni Jenny Silari na hii ni JS TV. Karibuni sana. Nikianza kwa upande wako, mkurugenzi namba 1, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Francis Matayo, ni mkurugenzi wa General Business Solutions ambayo ndio inamiliki tenda zetu. Nimeambatana na mwenzangu, mimi naitwa Damian Joseph, ni mkurugenzi mwenza wa General Business Solutions. Okay, sasa tumeanza na hiyo General Business Solution. Labda tufahamu hiyo ni nini? General Business Solution ni kampuni mama ambayo inamiliki au imeanzisha mfumo huu ambao umetoka hapo kutambulisha, ambao unafahamika kwa jina la tenda zetu. Mfumo huu tulianzisha baada ya kuona kuna changamoto kwa wafanyabiashara na watu mbalimbali kujaribu kuzifahamu au kuziona tenda ni zabuni kutoka maeneo mbalimbali. Kama jinsi ambavyo serikali ina mfumo wake wa zabuni mbalimbali za kiserikali. Sasa tukaona kwamba watu au na wazabuni, kwa maana ya watu ambao wanataka kushiriki zabuni mbalimbali, kuziona zabuni ambazo zinatoka kwenye taasisi binafsi, mashirika yasiyo ya kiserikali kwa maana ya NGO, taasisi za kifedha, kampuni binafsi ambao wanahitaji kununua vitu, mitandao ya simu na taasisi nyingi na serikali pia na taasisi za kiserikali. Kwa hiyo mfumo wetu umekuja kwa ajili ya kurahisisha na kuwawezesha watu mbalimbali kuweza kuona zabuni mbalimbali ambazo zinatangazwa kutoka sekta zote hizo. Inakuwa ni kama one stop center ambayo unaweza ukaona zabuni zote, na pia tumejaribu kusimplify au kurahisisha ili kuwawezesha baadhi ya zabuni hizo kuwa mtu anaweza kuziapply na kuzifanya humo kwenye mfumo huo humo ndani. Yes. Okay, sawa. Tukija sasa kwa upande wa Mr. Francis, tuambie kuhusiana na tenda zetu. Tulizingatia, unajua, kati ya kitu kikubwa ambacho watu wengi wanakikosa inakuwa ni taarifa. Wafanyabiashara wengi sana wanakosa taarifa za tenda, taarifa za biashara. Unaona, sasa mara nyingi tumekuwa tukiangalia namna ambavyo tukifanya research ya kuangalia jinsi gani ambavyo wafanyabiashara wakubwa na wadogo wanahitaji kushiriki katika zabuni hizo za serikali au private, wanakuwa upatikanaji wake wa tenda na taarifa za tenda. Kwa hiyo tukaiona hiyo nafasi, tukasema tutengeneze platform ambayo itakuwa one stop center kwa zote za tenda. Kwa ni rahisi. Unajua, tumetoka huko nyuma, miaka ya nyuma, kabla ya teknolojia ilikuwa kidogo changamoto. Kupata tenda inahitaji paka ununue magazeti na unanunua gazeti A tena inatangazwa kwenye gazeti B, umeona. Kwa hiyo ilikuwa watu wanarely kwenye vyanzo vichache vya upatikanaji wa taarifa, umeona. Lakini sasa hivi tunaona kwamba kupitia mfumo wetu wa tenda zetu, wewe hauhitaji ukanunue gazeti. Wewe unachohitaji tu uwe na simu yako au laptop yako, uweze kuingia kwenye website yetu ambayo ni www.tendazetu.co.tz, ambao ukiingia katika huo mfumo utakupa nafasi ya kuona tenda zote ambazo zinatangazwa kutoka kwenye taasisi mbalimbali za serikali, mashirika ya kimataifa, NGO, mabenki. Umeona, tumefanya hivyo ili iweze kukua platform ya wafanyabiashara. Kwanza kunyakua muda wa kutafuta taarifa za tenda, at the same time inawasaidia kwenye kupunguza gharama za kupata taarifa za tenda. Kwamba badala ya kuwa unanunua gazeti kila siku, lakini this time utakuwa tu na
tenda zetu, then utaweza kupata taarifa. Kwa hiyo mfumo wetu umekuja kwa ajili ya kuwarahisishia wafanyabiashara. Wafanyabiashara. Mfanyabiashara anafaidika vipi sasa kwenye hii project? Ndio mnawarahisishia, mnawasaidia. Kuna wafanyabiashara pengine labda hawafahamu na wangependa kufahamu zaidi kwamba wao wanafaidikaje. Na ni biashara za aina gani? Yaani mfanyabiashara wa aina gani? Kwanza ni biashara aina zote. Biashara zote ambazo zinahusu kuuza, kutoa huduma mbalimbali, kufanya consultation na biashara zote kwa ujumla. Faida kubwa ambayo anaipata kwanza ni kupata fursa ya kushiriki kwenye zabuni mbalimbali. Zabuni za kishindani mbalimbali ambazo zinakuwa zinatangazwa kwenye kila aina ya taasisi au sekta nchini, kwa sababu mfumo ule umeinclude kama tulivyosema mwanzoni, unahusisha zabuni zote mbalimbali. Lakini kitu kingine ambacho atafaidika nacho ni kuweza kuzifikia. Taasisi A inaweza kuwa inatafuta masupplier wa kitu fulani lakini haiwajui, na supplier B anaweza kuwa anataka kujua kuna taasisi gani huko ambayo ina uhitaji wa vifaa vile ambavyo anasambaza lakini havijui. Kwa hiyo imekuwa ni link between A na B ambapo inaweza wakafahamiana na kujuana na kuweza kufanya biashara pamoja kirahisi. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kukuza biashara zaidi na kumpa fursa zaidi yule mfanyabiashara, biashara yake kuonekana na yeye kushiriki kwenye zabuni mbalimbali, na hivyo kujiongezea fursa na tija yeye kujiongezea kipato na mapato yake. Jambo lingine ambalo anafaidika nalo kama alivyotangulia kusema mwenzangu, zamani ilikuwa ni kwamba inabidi ununue magazeti ili uweze kusoma na matangazo mbalimbali ya zabuni, lakini sasa hivi kupitia tu mfumo huu mmoja tu ambao una ada ndogo sana, yani haifikii hata robo ya gharama ya kununua gazeti. Wakati zamani ilikuwa inabidi labda ununue hata magazeti 5 ili kuweza kupata taarifa zote. Sasa mfumo mmoja kwa kulipia tu mara moja unaweza tu ukaona taarifa zote nchi nzima kwa wakati mmoja. Kwa hiyo nadhani tunaamini itakuwa ni big ni mapinduzi makubwa sana kwenye upande huu, sasa kwa mfanyabiashara wote. Mfanyabiashara ambaye yupo hapa Arusha ana uwezo kuona tenda au zabuni ambayo imetangazwa, ambayo yupo Dar es Salaam au yuko Tanga au yupo Moshi au yuko Manyara, na akaweza kushiriki na akaweza kusupply. Lakini taasisi ambayo ipo Manyara inaweza ikawa na uhitaji kitu fulani ambapo pale Manyara kuna masupplier au wasambazaji wa kifaa hicho, lakini akitangaza kwenye mfumo ule ina maana ana uwezo kumpata supplier ambayo yupo Arusha akamletea vifaa wakafanya biashara. Kwa hiyo ndo faida kubwa, inarahisisha michakato hii ya manunuzi ya kuuza na kununua kati ya taasisi, watu binafsi na wafanyabiashara. Kwa hapa Arusha, kwa jinsi nilivyoona, nadhani ni wafanyabiashara wa aina gani wanaweza kufaidika na hii wakiamua kuwasiliana na nyinyi? Kama alivyotangulia kusema mwenzangu sorry, mfumo wetu unaruhusu biashara karibia zote. Mfano mfanyabiashara mwenye hardware ambaye anauza vifaa vya ujenzi, yeye anaweza akaingia kwenye mfumo wetu akaanza kuona tenda zinazotangazwa na serikali na taasisi mbalimbali zinazohusiana na masuala ya ujenzi. Lakini mtu ambaye ana supply chakula, anafanya catering, umeona, anaweza kaingia kwenye mfumo wetu akapata taarifa zinazohusiana na usambazaji wa vyakula katika mashule, katika mabenki na taasisi mbalimbali. Pia watu wanaofanya shughuli za usafishaji, anaweza kaingia akapata taarifa, naweza kumfanya akaweza akahudumia sehemu mbalimbali. Mfumo wetu una feature moja ambayo inamsaidia wewe mfanyabiashara, itakupa taarifa pale ile tenda inapohusiana na biashara yako. Low battery. Please charge. Mimi ni engineer, nafanya construction, najenga za barabara au nyumba. Hata kama sitokuwa nahitaji labda kila wakati niwe naingia kwenye mfumo,
tenda yoyote inapohusiana na construction inapotangazwa, mimi nitatumiwa notification either kwa email au kwa message ya kawaida. Nitatumiwa notification kuniambia kwamba taasisi fulani imetangaza ile tenda. Umeona? The same sio construction peke yake. Wanaofanya cleaning, wanaouza chakula, wanauza vifaa vya ujenzi, vifaa vya umeme. Umeona? Kwa hiyo wanaofanya printing. Umeona? Kwa hiyo biashara karibia zote inagusa. Umeona? Ndio na haija limit kwamba wanatakiwa labda kuna watu wengine wakisikia neno tenda anajua hii ni biashara kubwa. Umeona? Anajua biashara kubwa. Lakini hii haijaweka limit ya biashara mdogo, biashara mkubwa, na wakati wote wanaweza wakaingia wakaanza kupata taarifa za zabuni wakaweza kushiriki. Lakini kitu kimoja ambacho nilikuwa nataka nikisisitize hapo, mfumo wetu upo kwa pande zote mbili. Yani wewe una biashara, unataka mzabuni aje kukusambazia. Mfano labda mimi nina biashara yangu ya kujenga. Ndio. Najenga nyumba. Sasa mimi nataka mjenzi aje kunijengea, kampuni ya ujenzi. Kwa hiyo ukiingia kwenye mfumo wetu utakuwezesha wewe kufungua akaunti utakayoweza kuposti zile biashara wale watu unawataka. Kama unataka watu wa chakula, utaposti. Utasema nahitaji labda vyakula au nahitaji vitu vifaa vya ujenzi au vitu zenu, wale watu wata apply. Lakini na nyingine sasa, upande mwingine ni upande wa mtu ambaye ni mzabuni, yeye anaweza ambaye anaomba kusupply. Kwa pande zote mbili. Mtu anayeomba kusupply na mtu anayeomba apate hiyo huduma. Zote inatoa nafasi.